kwako, akunene kwa urahisi na kwa wepesi. Mwambia Bwana afungue moyo wako upate kupokea kutoka kwake, apate kukulisha na kukunywesha katika jina la Yesu. Sata ya dabasoria fenemelia dae ribasoria mazele begedamba rozia tayade besila badadadadada. Worship the Lord 1 minute. Mwabudu Bwana. Kama unaweza nena kwa lugha katika jina la Yesu. Rizata ya dabasuria fenemelia daya rozia kataya Ribenia mazura bakaya ritea ndai zinaya doria. Thank you, Holy Spirit, for you are together with us in this service. Thank you because you are ready to heal, you are ready to set free, you are ready to deliver, you are ready to transform, you are ready to cause a change into our lives. Lord, if we pray, even as your word comes forth, this will not just be another sermon, this will not just be another service. Lord, I pray that it will not just be a delivery of information, knowledge and content, but God, you are going to cause a transformation into our lives. Bwana, tunakuomba siku ya leo, Bwana utunenee katika jina la Yesu. Ni asanti kwa kuwa uko pamoja nasi. Pokea sifa, pokea utukufu kwa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Tunaweza chukua viti vyetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Kuna watu waninulie mkono upande. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asubuhi ya leo ama mchana wa leo, naona masaa yamesonga. Tutamaliza, I promise you, nitamaliza tu mara moja kwa neema ya Mungu, maana neema ni mingi. Amen. Na nitajaribu kabisa vile nitaweza kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Wale ambao tunakutana mara ya kwanza, jina langu ni Pastor Mwai Anthony, nampenda Yesu na nashukuru kwa kuwa ameniokoa na amenifanya mwana wake. Amen. Ujumbe wangu wa siku ya leo ni restored and established by grace. Kwa Kiswahili ni tumerejeshwa na tunaimarishwa ama kuthibitishwa kwa neema. Kurejeshwa na kuimarishwa na neema. Na neema ama kwa neema. Si mumeelewa the point? Iwe ni kwa bado ni sawa. Lakini neema ndiyo imefanya kazi ya kuturejesha na bado neema ndiyo inafanya kazi ya kutuimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Oh yes, we are restored and established by grace. Sasa niseme ya kwamba kuna aspects mbili za neema. Aspect ya kwanza ama kuna mitazamo miwili ya neema, na mtazamo wa kwanza ni kibali usichostahili ama kwa kizungu the unmerited favor. Wakati tunaongea kuhusu neema, kile kinaingia kwa mioyo yetu ama kwa mawazo yetu ni kibali ambacho hatustahili, unmerited favor. Number 2 ama aspect ya pili, mtazamo wa pili ni kuwezeshwa na Mungu. Kwa kizungu tunasema God's enabling power. Nguvu za Mungu ambazo zinatutia nguvu. So niseme mtazamo wa kwanza ambao ni wa kibali usichostahili ama kibali ambacho hustahili, ni aspect ambayo na ni mtazamo ambao unaleta urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunarejeshwa si kwamba tunafaa, si kwamba tunafaa, si kwamba tunastahili, si kwamba tuko wema ili turejeshwe, lakini tunarejeshwa tu kwa neema. Tuko pamoja? Number 2 aspect ama mtazamo wa pili ni huu mtazamo wa kuwezeshwa na Mungu. Niseme kwamba huu mtazamo nao wa kuwezeshwa na Mungu hutujenga na hutuimarisha katika maisha ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kurejeshwa na kuimarishwa, hii yote ni kazi ya neema. Na hiyo ndio kazi ambayo inafanyika ndani yetu wakati Mungu ametuokoa. Haleluya. So tuangalie aspect ya kwanza ama mtazamo wa kwanza ambao tunaita kibali tusichostahili. Kibali tusichostahili, hiki ndicho ambacho kinaturudisha katika nafasi yetu. Na first service tulisema ya kwamba nafasi yetu sisi ni wana wa Mungu, na mapenzi ya Mungu kutoka mwanzo ilikuwa tuishi kuwa wana wake. Bwana Yesu apewe sifa.
Adam na Eve walikuwa wana wa Mungu. Mungu alikuwa amewapenda, alikuwa anawatembelea. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini dhambi ilipoingia, tukatoka. Adam na Eve wakasukumwa, wakatolewa kwa shamba la Edeni. Kwa hivyo uadui ukaingia hapo, na kutoka huo wakati Mungu kila wakati ako katika shughuli. Ukisoma Old Testament, ako katika harakati ya kurejesha mwanadamu katika nafasi yake. Tuko pamoja? Akituma manabii, akituma watu wote wa kila aina ili wakapate kurejeshwa, wakarudi katika nafasi yao. Na nashukuru Mungu kwa sababu John 3:16 ambayo ni memory verse ya kawaida ambayo tunaifahamu, inatuambia ni upendo mkubwa sana ambao kwamba Mungu kama Baba alituma mwanawe wa pekee ili sisi tupate kuokolewa. Sasa wakati tuliokolewa kwa John 3:16, tukarudishwa kwa nafasi yetu, na nafasi yetu iko John chapter 1 verse 12, ambayo sisi ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu aseme amen. Oh my. Hili ni jambo lazima tujivunie, ni jambo lazima ufurahie, ni jambo ambalo lazima ukao ukijikumbusha, mimi ni mwana wa Mungu. Mimi sio mtu tu hivi hivi, mimi ni mwana wa Mungu, na Mungu ananifahamu, anajua majina yangu, anajua ninapolala, ninapoamka ananijua, anajua ninapotembea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nasema natubariki tunapoingia na tunapotoka. Kwa hivyo wewe tembea na confidence, usijihurumia. Biblia inasema basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sasa hii itoi vizuri. Kuna version nyingine inasema wana wa Mungu. Not children of God but sons of God. There's a difference between children and sons. So kuna tutafutire version ambayo inaongea kuhusu wana wa Mungu. So tumefanyika wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ndio tuelewe hii kazi ya neema ambayo ati kwamba ni kwa neema tu, kwamba hatukustahili. Lazima tujiulize tulikuwa aje. You see, for us, so that we can appreciate the work of the grace, so that we can appreciate, ili tupate kukubali na kufurahia na kuchangamkia hii neema, lazima tujiulize hii neema imefanya kazi gani? Kwa sababu hii neema imefanya kazi kubwa sana. Kila mmoja wetu jinsi tumeketi, sisi wote ni matunda ya neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni matunda ya neema ya Mungu, kupendelewa. Hakuna mmoja wetu alikuwa mzuri sana. Hakuna mmoja wetu ati alikuwa mzuri sana ana deserve wokovu. Kama alikuwa mzuri basi hakustahili wokovu. Wokovu unakuja, wokovu ni kwa wale ambao walipotea. Ndio maana Biblia inasema mwana wa Mungu Yesu alikuja kutafuta kilicho. Sasa kama kilikuwa kimepatikana akingetafutwa, unaweza hata tafuta kitu uko nacho. So ni kazi ya neema kwamba alikuja kututafuta. Any imagine, hata sio sisi tulimuendea, ni yeye alikuja kututafuta kwa neema. Kwa uovu wetu, baya wetu, our weaknesses, any dhambi zetu. Wacha tuangalie, tuelewe ni nini iliyoifanyika. Na naanza na mfano mmoja wa story iko kwa Biblia, Luke chapter 15, anaitwa the prodigal son. Biblia inasema kijana mmoja, huyu kijana akamwendea baba yake akamwambia, baba, nipe mali yangu. Baba naye kwa sababu ni mzuri akafanya kugawanya mali yake kwa vijana wake, na huyo akagawia huyu na akagawia huyo mwingine ambaye alikuwa mkubwa kuliko huyu. Sasa huyu mdogo mwenye tunaambiwa mambo yake, Biblia inasema ati akaamua kwenda na mali ya baba, akaenda nchi ya mbali, si nchi ya karibu, nchi ya mbali sana. Alienda mbali, mahali ambapo hawezi onekana, pengine mahali hata hakuna relatives, mahali hata hakuna watu ambao wanamjua, pengine hata mahali baba angejua. So akaenda kule akaharibu mali ya baba, akatumia mali ya baba vibaya. Na hiyo tunajua alitumia vibaya kwa sababu hata yeye mwenyewe hakujisaidia. Kama inafika mahali anaenda kutafuta kazi, mpaka anapewa kazi ya kulisha nguruwe, mpaka inafika wakati anatamani kile chakula cha nguruwe, ni kutuambia ya kwamba huyu mtu pesa ambayo na mali ambayo alipewa na baba, hiyo mali hakutumia vile ilivyofaa, kumaanisha aliwaste. Mpaka brother yake mkubwa baada ya huyu kijana amerudi nyumbani, anaongezea another statement juu ya ile kuharibu. Anasema, baba, huyu kijana hata ametumia mali yake kwa ukahaba, usherati, amewaste mali yake yote, ameharibu. So kijana aliharibu
Kila kitu alichopewa, hata kanguo hangejinunulia, hata kakiatu hangejinunulia, angejifanyia chochote, hata chakula hangejinunulia, kwa sababu anatamani kile chakula kinakuliwa na nguruwe. Though hakukula hicho chakula, lakini alitamani. So kijana aliwaste. Lakini kitu kinachonipendeza kwa hiyo desturi, kwa hiyo story ni kwamba ati kijana akafikiria kurudi nyumbani. Na akiwa anarudi nyumbani, Biblia inasema ati baba akamuona kwa umbali. Akaona yule ni kijana yangu aliyepotea, ati anarudi. Oh, ninapenda huyu baba kwa sababu huyu alikuwa baba mzuri. Ati baba anaweza jua mtoto wake kwa umbali. Na huyu kijana ninafikiria vile alikuwa anarudi, si vile alienda. Alienda akiwa sawa sawa na utajiri mwingi, lakini kurudi amshua hata alikuwa amecut weight. Nafikiria kwa sababu kama sasa ni njaa imemkula, mwili umepungua, mavazi yameraruka, hata hana viatu, pengine nywele haijachanuliwa, na hata pengine hana pesa ya kuenda kinyozi. So alikuwa kijana, lakini baba bado alimjua. Situpigie huyu baba makofi. Ati huyu baba bado angemconfuse na watu wengine. Alimuona kwa umbali, akaona yule ni mwana wangu, na akasema huyu mimi sitangoja afike, nitamuendea. Upendo mkubwa wa baba. Ati hata ngoja kijana afike mahali alipo, ni baba atamuendea. Na si kumuendea tu, the father ran. Umesoma hiyo story vizuri? Tuwekee hapo mahali baba alikimbia. Ndio hii. So he got up and went to his father, but while he was still long away, akamuonea huruma, hata alimuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu. Huyu si kijana anafanya hivyo. Kati yao wawili nani alikuwa prodigal, tuongee ukweli? Mimi naona ni baba alikuwa prodigal, si mwana. Kwa hata wewe na akili zako zote baba, upe mtoto wako mali yako ambayo ulitafuta kwa uchungu, na ulitafuta miaka mingi. Ukitafuta pesa, ukitafuta mali, upe mtoto aende a waste, akuje umpokee. Wewe ndio unaonekana uko prodigal. Si son. I love this. The love of the father ni upendo hauna mipaka. Ni upendo hauwezi zuiliwa. Hata kama kijana amefanya nini, baba bado anamfahamu na anampenda, actually anamiss. Kwa sababu vile alivyomkimbilia inatuonyesha alikuwa anajiuliza, lini mwana wangu atawahi rudi? Kumaanisha alikuwa amemiss sana. Alikuwa anauliza atakuja lini. Na wakati alimkimbilia, Biblia inasema hata alienda akambusu, kissed. And before kissed kuna ingine. Yes, drew his hands. Iko wapi hiyo? Unajua mimi sioni, nyinyi ndio mnaiona. Iko wapi hiyo? Drew his arms. Hiyo akamuemberia, akamkumbatia. Alafu next, baba kwa msafi anakumbatia kijana. Nyinyi mnaona upendo wa baba? Mnaona upendo wa baba? Na pengine hata ananuka, pengine hata akona chawa, pengine hata akona madudu, pengine hata ananuka mdomo, sababu pengine hata hajapata brush na toothpaste ya kubrush meno. Lakini baba, upendo wake hauzuiliwi na chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Oh my. Huu upendo unanishangaza. Na zaidi ya hiyo, he even kissed him. Na uchafu. Labda hata rangi ili change. When Esther was black. Unakumbuka hiyo kakitu kametrend kwa mitandao sometimes back. Wengine hawajashika, pole kama hujashika. Esther was black. So, labda kijana alitoka akiwa mweupe, sasa amerudi akiwa hata mweusi. Vile amechapwa na maisha. Yet the father anamkiss, akambusu. Busu na uchafu yote anambusu. Upendo wa baba. Upendo wa baba unanishangaza. Hati kwa huo udhaifu wote, kwa huo uovu wote, kijana hakustahili kupendwa na baba. Hakustahili hata kupokelewa na baba. The father
Hakufaa kumkiss, alifaa kumkick. Hata wewe hebu tafakari uone yenyewe, hata wewe ungemkubali huyo kijana, si ni kweli? Lakini hebu angalia upendo huyu baba wa Biblia, ati kwamba amekuja, mtoto amekuja na akamchangamkia. Actually ndio mara ya kwanza tunaona baba akiendea. Tunaona baba akiendea mwana. Ati hivyo ndivyo Mungu anatuendea. Sasa wacha tuelewe, unajua tumehurumia huyu kijana na hatujui hata sisi tulikuwa kama huyo kijana. Mnahurumia kijana, hata sisi tulikuwa kama huyo kijana. Nikuonyeshe kwa njia gani? Kabla haujaokoka ulikuwa number 1, ulikuwa umepotea. Wacha nitumie tulikuwa tumepotea kabla hatujaokoka. Kwa hivyo kwa neema za Mungu tulihitaji wokovu. Hiyo utaipata kwa hiyo tumesoma Luke 15. Number 2, kabla hatujaokoka tulikuwa spiritually dead. Tulikuwa tumekufa kiroho. Na kwa sababu tulikuwa tumekufa kiroho, kile tulikuwa tunahitaji si kufufuliwa, ni kuzaliwa mara ya pili. That's why tunasema I am born again. Not that I'm revived. Not that I'm resurrected. Hatukuhitaji kuresurrectiwa, tulihitaji kuzaliwa tena afresh. Vile mtoto anazaliwa afresh, hakuna kitu anajua kabisa, we needed that. Tuzaliwe in the spirit, tukijua baba mmoja, baba wa mbinguni. Amen. Hii iko pale kwa James 2:26. Iko pale. Hatutakaa kusoma kwa sababu ya time. Number 3, ati we were slaves of sin. Tulikuwa mateka wa dhambi kabla hatujaokoka. Hatukujua jinsi ya kujitoa. Wengine wali struggle na addictions ya vitu mbalimbali. Lakini wakati neema ilikufikia, haukustahili wokovu. Wakati neema ilikufikia ikamaliza na ikavunja kila aina ya addiction na kila tamaa, kila njaa, kila kiu. Na wewe leo siku ya leo ni mwana wa Mungu kupitia neema. Hiyo iko John 8:34. Number 4, we were spiritually blind. Ati tulikuwa vipofu kiroho, hatungeona nuru ya Yesu. Hatungeona kile ambacho Yesu anatutakia, kile ametupangia. Utaiona pale 2 Corinthians 4:4. Number 5, Biblia inasema, si Biblia, we were rebels, ama tulikuwa enemies of God. Actually ni Biblia. We were enemies of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 inasema all this is from God. Actually kusoma from verse 17 inasema, usirudi huko 17, but utaenda ujisomee. Inasema ati the old is gone and the new has come. Sasa verse 18 inasema all this is from God who reconciled us to himself. Tulikuwa maadui na yeye, lakini kupitia neema we needed reconciliation, tukapata kupatanishwa na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Na number 6, we were spiritual criminals. Makriminal wa kiroho. Hatukutaka kusikia anything to do with God. Mfano mzuri ni Saul. Alipogeuka akaitwa Paul. Ati we were spiritual criminals, so we needed justification. Ndugu wapendwa, kabla hatujazaliwa mara ya pili, kabla hatujaokoka, ni vyema tujue kwamba tulikuwa waharifu. Tulikuwa criminals wa kiroho. Kwa hivyo tulihitaji tu kuhesabiwa haki, justification by grace. Neema ya Mungu imekufanyia kazi wewe. Na ukitaka kujua neema imefanya kazi, angalia jirani uone vile neema imemfanyia kazi. Angalia tu jirani saa hii, angalia uone vile neema imefanya kazi. Kwa sababu hakuna mwenye alizaliwa akiwa mzuri, hakuna mwenye alizaliwa kama ameokoka. Ama nani alizaliwa akiwa ameokoka hapa? Hakuna, ni neema. Ni neema ilituokoa kutoka kwa huo uovu wa kila aina. Kwa kizungu inaitwa predicament. Ubaya kiasi hatungependeka. Tulikuwa na majina mabaya. Wengine waliitwa wezi, conmen, wakora, walevi, washerati. Niendelee, tuachane nayo. Wengine waliitwa majina sitaki hata kuendelea nayo. Lakini leo umepewa new identity. Son of God.
Tupigie Bwana makofi. Son of God. So God restored us. Bwana akaturejesha kupitia neema. Ndio tukiongea kuhusu neema, unaelewa mahali ambapo umetoka. Ujue wokovu ambao uko nao is not cheap. It was free but not cheap. Ati ulipokea tu bure, lakini kwa Mungu haikuwa cheap. Ilibidi amekutafuta, amekuendea mahali huko. Wakati ulisema unataka kuokoka, he came running. Akasema, "Oh yes, come." Na siku ya leo tumekana zote katika jina la Yesu. Na kama uko hapa na haujaokoka, neema ni mingi ya wokovu na inakufikia siku ya leo. Wokovu umefika nyumbani kwako. Wokovu umefika nyumbani kwako. Peana maisha yako kwa Yesu na akuokoe. Kwa dakika moja kila mmoja, nataka tuambie Mungu ni asante. Tuambie Mungu ni asante. Kila mmoja funga macho. Shukuru Mungu kwa neema, kazi ya neema ambayo alifanya. Kila mmoja wetu shukuru Mungu kwa neema. Shukuru Mungu kwa neema. Kumbuka vile ulivyokuwa kabla haujaokoka. Uangalie kweli ni neema tu. Wengine walikuwa kwa mambo mazito. Mambo hata rehabilitation ni mzuri na inasaidia wengi. Wengine walikuwa pabaya, hata rehabilitation haingeweza. Wengine walikuwa pabaya, but God restored us. God akaturejesha. Na hiyo neema ambayo inaleta urejesho iko hata hapa siku ya leo. Sio wokovu peke yake. Neema iletayo wokovu, urejesho iko hapa, na sio wokovu peke yake. Nasikia nikihimizwa ndani yangu na Roho Mtakatifu, kuna hata watu ambao wanahitaji urejesho siku ya leo. Ni sawa umeokoka, lakini unahitaji urejesho. Pengine kuna magonjwa yamekushika, ugonjwa umekushika. Bwana anakurejesha mahali pako katika jina la Yesu. Ulikuwa mtu aliyekuwa na afya sometimes ago, lakini ukashikwa na ugonjwa fulani. Bwana anakurejeshea. Urejesho uko mahali hapa siku ya leo. Kuna wengine hata umepoteza matumaini na Mungu, lakini Bwana anakurejeshea matumaini katika jina la Yesu. Kuna wengine mali yao yalikuliwa na nzige, yalikuliwa na yule mwovu, biashara iko almost kukwisha. Siku ya leo kuna neema ya urejesho. Wengine hata wanasikia ndoa zao ziko karibu kuvunjika. Kuna neema ya urejesho siku ya leo. Hiyo ndoa Bwana anairejesha. Sijui nini ulipoteza, unahitaji urejesho. Na Bwana anasema njoo. Anasema tu njoo nikurejeshe. Wengine wamepitia rejection manyumbani. Bwana anakurejeshea utukufu wako. Wengine ni kazi walipoteza. Bwana anakurejesha siku ya leo. Wengine ni biashara walipoteza. Bwana anakurejeshea hiyo biashara. Sijui ni nini ulipoteza, lakini ambia Bwana ni asante. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana ni asante kwa sababu unanirejesha. Unarejesha kilichokuliwa na nzige. Wengine amani yao imechukuliwa na mwovu. Wengine furaha yao imechukuliwa na mwovu. Siku ya leo furaha inarejeshwa. Pokea furaha yako wewe ambaye furaha yako ilipotea. Pokea amani yako wewe ambaye amani yako ilipotea. Pokea ushindi wako wewe ambaye unahisi kana kwamba umeshindwa. Pokea kile ambacho unahitaji, kile ambacho ulitumainia Mungu na mpaka umepoteza matumaini. Sasa Bwana anakurejeshea. Nikurejeshe. Nikurejeshe tena. Tuimbe tena. Nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. If you're able to speak in tongues.
Kama unaweza nena kwa lugha, nena kwa lugha. Kuna kazi Roho Mtakatifu anafanya kati yetu. Kuna kazi Roho Mtakatifu anafanya kati yetu. Kuna watu wanarejeshewa amani yao. Sijui nini iliiba amani yako. Sijui nini iliiba hiyo furaha uliyokuwa nayo kutoka mwanzo. Kuna kitu Bwana anafanya. Sijui nani alikuinukia mpaka unahisi kana kwamba kuna kazi ya urejesho ambayo inafanyika hapa. Zataya selia dabaya ripolia bazina bazia. Wengine walikuwa very active kwa huduma, jambo likafanyika ukatoka kwa huduma na uko karibu hata ku lose hope na huyu Mungu. Bwana anakurejesha nafasi yako. Bwana anakurejeshea hicho ambacho kilikuwa chako. Bwana anakurejeshea hicho ambacho ulikuwa nacho. Come on, speak in tongues. There is something happening here. Kuna kitu kinafanyika mahali hapa. Wewe ambaye ulipoteza, pokea katika jina la Yesu. Hautatoka hapa na mizigo. Biblia inasema leteni mizigo iliyo mizito kwangu, nami nitawapumzisha. Leta huo mzigo mbele za Bwana akuweke huru. Bwana anakuweka huru siku ya leo. Wekwa huru sasa. Wekwa huru sasa. Wekwa huru. Wekwa huru my sister. Wekwa huru my brother. Dadi wekwa huru. Mamu wekwa huru. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Wekwa huru. Wekwa huru. Kuna urejesho mahali hapa. Wengine wametamani ndoa na process yako ya ndoa haijakuwa successful. Kila time ukijaribu, Bwana anakurejeshea. Bwana anakurejeshea. Bwana anakurejeshea. Wengine wamelia kwa sababu ya watoto wao. Ati umeombea huyo mtoto miaka mingi na hakuna mabadiliko. Bwana anakurejeshea. Shukuru Bwana anakurejeshea siku ya leo. Shukuru Bwana anakurejeshea. Azata yada basi lebedia. Rapulia basura mayanga. Ribeske nemezia tayada piene meala. Astoria zataya na mazoria baya. Azote nemezia ba. Sorebegeda ba. Doria basi lebegeda. Rapana mazoka ya tebea sina mayanda. Oh, ribelia bando ria setena kaya doria fazata. Pokea kile ambacho unahitaji sasa katika jina la Yesu. Usikandamizwe tena. Toka hapa ukiwa na uhuru. Wekwa huru katika jina la Yesu. Wekwa huru katika jina la Yesu. Masaya na selebegeda. Bebani magora basine mega. Rabelia bando rizelia pande limianda rusila gadaya. Ibana magaya. Mezetaya. Wengine wamemgoja Bwana muda mrefu. Umengoja Bwana muda mrefu mpaka unasikia unachoka. Usichoke. Bwana anakurejeshea matumaini. Bwana anauisha moyo wako, anauisha nafsi yako. Bwana anakuweka huru. Wewe ambaye ulipoteza hata wokovu wako kwa sababu ya mambo fulani, neema ya wokovu iko mahali hapa siku ya leo katika jina la Yesu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Ati anasema aje? Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Sio kwangu kama pasta, ni kwa Mungu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Thank you, Holy Spirit, for your work. We give you praise. We give you glory. Tupigie Bwana makofi kwa kazi ambayo
The book of Luke chapter 13 verse 10 inatupea story ya mama mmoja ambaye Yesu aliponya siku ya Sabato. Na hii story, baada ya Yesu amemponya siku ya Sabato, watu wakalalamika, wanasema, Yesu, mbona unaponya huyu mama siku ya Sabato? Yesu akawaambia, niko na siri na huyu mama. Niko na siri na huyu mama. Huyu mama ako na kila haki ya kupokea uponyaji wake. Na haki ndio hii, tutaipata kwa kitabu cha 2 Peter. Tutakuja hapo saa hii tu kwa dakika 5. 2 Peter chapter 1 verse 4. Haki yake ndio hii. Biblia inasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi. Tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno. Ahadi yetu si kidogo, wapendwa. Kama wewe umeokoka, uko na ahadi na Bwana. Wewe ni mwana wa agano. Usijihurumie. Wengine wanakaa wamejihurumia. Usijihurumie, wewe ni mwana wa agano. Amen. Uko na ahadi. Biblia inasema ati ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. Hata si ahadi tu, ahadi za thamani. Very precious, of great treasure. Ili kwamba kwa Kizungu inasema precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by the evil desires. Ati kwamba tumekirimiwa ahadi. Sasa hizi ndizo ahadi ambazo Yesu alijua siri ya huyu mama. Sasa anamuuliza, wewe umeponya huyu mama siku ya Sabato, mbona umeponya siku ya Sabato? Akawaambia, huyu mama ni mwana wa Abrahamu. Tusome verse 16 kwa ile story sasa ya Luke 13 verse 16. Biblia inasema, na huyu mwanamke aliye na uzao wa Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na uzao wa Abrahamu. Na sisi sote ndio uokoke, uliamini kama vile Abrahamu alivyoamini. Na Biblia inasema Abraham aliamini na akahesabiwa haki. Kwa hivyo kila mmoja wetu hapa tulihesabiwa haki. Na ndio maana Abraham akaitwa baba wa imani. Sasa zile baraka sisi tuko nazo, ndio uelewe ile baraka wewe umebarikiwa nayo, ndio ukubali zile ahadi ambazo umeahidiwa, ndio ukubali the promises that are upon your life. Lazima urudi kwa story ya Abraham. You read the covenant of Abraham between Abraham and God. Asubuhi niliambia watu wa first service ati kuna mtu alikuwa anauliza, ati Biblia inasema tulipokea dhambi ya Adam na tukupokea baraka za. Nikamwambia ni uongo, kwa sababu Biblia inasema ni kweli tuli inherit dhambi ya Adam, but again we also inherited the blessing of Abraham. Na ndio point yangu ya mwisho, ndio tuombe. Tulipokea baraka za Abraham. So we are restored and we are established. Our establishment, kuimarishwa kwetu, kudhibitishwa kwetu ni juu ya ahadi ambazo tumeahidiwa kila mmoja wetu. Na kila mmoja wetu hapa ako na ahadi juu yake. Na wewe unaweza ona kama umesahaulika, lakini Mungu hawezi kusahau wewe. Nikumbushie jirani, Mungu hawezi kusahau wewe. Mungu hawezi kusahau. Yes. Ahadi zako ni kuu. Biblia inasema ni kuu na ni za dhamana kubwa sana. Mbona ujihurumie tena? Mbona ujihurumie na uko na ahadi kubwa? We are established by grace. We don't deserve to be established, but the grace of God is sufficient. Neema ya Mungu ni mingi ya kutuimarisha. Ati Galatians chapter 3 verse 14. Galatians 3:14. Hii ndio the last scripture nasoma kisha tuombe. Galatians 3:14, ili kwamba baraka ya Abrahamu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, na sisi ni kati ya hao mataifa. Ati kwamba baraka ya Abrahamu iwafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ.
Siku ambayo uliokoka ulipokea pia ahadi. Sasa unataka kuna utajiri mwingi. Abraham alikuwa mzee mwenye utajiri mwingi, mpaka alikuwa na majeshi. Hizo ndizo ahadi zetu. The covenant, alisema I will bless you. Mungu ndiye anamwambia Abraham, I will bless you. And through that blessing, actually ukirudi kwa 12 taki sasa tuende huko, but Genesis 12 hapo kuendelea inaonyesha covenant at through you generations and the whole world, the whole earth will be blessed through you. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wetu hapa Mungu anangoja tu uinuke ujue baraka yako. Kuna watu wanakungoja wewe uinuke. Bwana Yesu asifiwe. Na malizia nikisema nini wapendwa? Number 1, we are established in his promises. How? God does not make fake promises. Kama alikuahidi ni ukweli atatenda. Anaweza chukua muda, lakini I promise you he must come. He must fulfill that promise. Hallelujah. Wewe ukitaka sahau, lakini yeye hatawahi sahau. Huyu mama tumesoma, pengine hata alikuwa amesahau miaka 18. Lakini Yesu alikuja kumkumbusha uko na baraka za Abrahamu. Na pia mimi leo nimekuja kukukumbusha uko na baraka za Abrahamu. Wewe umeniangalia, uko na baraka za Abrahamu kupitia kuamini katika jina la Yesu. Number 2, it is not the character of God to say a thing and unsay. Kwa Kiswahili si tabia ya Mungu kusema jambo na hiyo jambo reverse. Alikane, aligairi, thank you. Aligairi. Akisema ameshasema. Oh my Jesus. His promises are sure that even if you forget, you will not forget. Na jambo lingine, his promises he must fulfill. Haitaji effort yako, by the way. Do you know that? Haitaji effort yako Mungu kutimiza ahadi zake. Huyu mama angalia, napenda Yesu alimuendea. Soma hiyo story vizuri. Si mama aliendea Yesu, ni Yesu aliendea mama. Kwa sababu mama, kile kilivutia Yesu ni ahadi za Abrahamu. Hey, do you know that? Ahadi ambazo ziko juu yako wewe ufai kujihurumia. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Haitaji hata effort yako. Kama Mungu alikuwa ameamua kupea Zakaria mtoto, atampea. Hata kama Zakaria amezeeka, hata kama yule Zakaria amesahau, Mungu alikuwa ampe mtoto, lakini lazima malaika akuje amsukumilia mwambie leo, next year time like now, your wife Elizabeth atapata mtoto. Na Zakaria alikataa kuamini. Mungu akasema sababu the power of possession, the power of life and death is in your mouth. Akaona mjamaa anaweza kana na akatae, akafunika mdomo. Mpaka mtoto John akazaliwa. Luke chapter 5. Tusisome, usiweke hiyo, utaenda kujisomea. So nataka nikuulize, ndio Bishop aje atuombe. What do you think you can do to God to satisfy him fully? What do you think you can do to God? What do you think you have done to God also to deserve to be established by him? It is only by the grace of God. Uko tayari tuombe? Uko tayari tuombe? Tunaweza simama. Bishop karibu. Bwana, asante kwa neema ya wokovu. Asante kwa neema ya uponyaji. Asante kwa sababu ya kutupumzisha. Utukuzwe na uinuliwe. Kwa ibada hii ya ujaokoka, nataka kukuombea muujiza wa wokovu tunapomalizia. Kuna angetaka kuokoka leo, inua mkono wako nikuone. Hallelujah. Kunaye? Hallelujah. Labda unaogopa kuombea kwa ibada hii. Tukimaliza tutakuombea kwa our visitors room. Bwana asifiwe. Tumshukuru Bwana kwa kutunenea through Pastor Mwai. Tunapomaliza tumwambie Bwana asante. Ninasikia uwepo wake uko hapa, watu wamepona, watu wapumzishwa. Watu wamepona. Mshukuru tu. 1 minute, thank him. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord.
kae motoe. Kwani hamjui Mungu wetu? Hamjui vile anavyofanya? Jina la Mungu wetu, nyimbo za Mungu wetu ni sadaka iliyo hai. Hatuwezi kumwabudu tukiwa mateka. Kae motoe, hamjui Mungu wetu? Kwani mjui yeye yako namna gani? Sifa za Mungu wetu ni dhabihu iliyo hai. Hatuwezi kumwabudu tukiwa mateka. Kila mateka tunauvunja kwa ibada hii kwa jina la Yesu. Hauwezi kumwabudu Bwana ukiwa katika ufungo. Kila kifungo cha magonjwa, kila kifungo cha maradhi, kila kifungo cha kufunyiriwa na mapepo uachiliwe kwa jina la Yesu. Be set free in your mind. Be set free in your body. Be set free in your hands. Miguu yako iwekwe huru. Mawazo yako yawekwe huru. Ndoa yako ipone. Economically pona. Hali yako ya kipesa ipone. Furaha ya Bwana urejeshewe. Moyo wako upate amani. Ni wakati wa kurejeshewa. Ibada ya kurejeshewa. Ibada ya kuimarishwa. Unaenda nyumbani na wimbo mpya. Hauwezi imba wimbo mpya ukiwa mateka. Wekwa huru sasa. Wekwa huru sasa. Kombolewa. 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 In the name of Jesus. Every demonic power, every spirit of heaviness, kila roho ya uzito, uzito wa maisha, uzito wa mawazo, uzito wa moyo, be set free now. Let the joy of the Lord be your strength. Every heaviness, break now, break now, give way now, give way now, by the power of God. May you receive the healing of God. In the name of Jesus. Na tunaenda nyumbani tukiwa na amani. Tunaenda nyumbani tukiwa na furaha. Tunaenda nyumbani watu waliopona. Watu waliorejeshwa na neema. Na tunaendelea kuthibitishwa na Mungu wetu. May the Lord confirm and has already confirmed His word in our lives by miracles, signs and wonders. May the Lord give you a testimony. Bwana kupatia ushuhuda. Na tunaenda nyumbani kwa furaha. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Let us celebrate the Lord. Hallelujah. Inua mikono, pigia Bwana makofi mazuri.